Mnamo majira ya asubuhi, kijana mmoja alipata fedheha sana kutoka kwa marafiki zake. Fedheha hiyo ilitokana na kile ambacho alikuwa anakifanya nje ya nyumba yake. Vijana hao walimuona kijana huyo akikoroga uji. Walimcheka sana, wakamsema sana, kwa kuwa tamaduni za kijiji hicho, mwanamume akiwa anafanya mambo ya mapishi nje ya nyumba huwa ni fedheha kubwa. Vijana hao walimcheka sana kijana huyo aliyekuwa akikoroga uji kwa ajili ya kumpelekea mke wake ambaye ni mgonjwa sana na amelala kitandani wiki 2 sasa. Vijana hao walimsema, walimcheka, walimsimanga kwa kila kitu ambacho alikuwa anakifanya katika kijiji hicho. Lakini yule kijana hakutaka kusema lolote, hakutaka kuwaeleza lolote, hakutaka kuwashauri lolote. Alizingatia kile anachokifanya kwa ajili ya mke wake. Ni mapenzi ya dhati aliyokuwa nayo kijana huyo. Usikae mbali na peji hii ili kuendelea kusikiliza stori hii ya Tazama Ujifunze inayoletwa kwako na Antaji. Katika kijiji cha Mwakisandu, wilayani Muheza, mkoani Tanga, aliishi kijana mmoja mchapakazi, mnyenyekevu na mwenye upendo kwa mke wake. Kijana huyu alijulikana kwa jina la Kisokito. Hakuwa tajiri, ila alijitahidi kuhakikisha familia yake inaishi kwa furaha, kwa upendo na amani katika nyumba. Mke wa kijana huyo aliyejulikana kwa jina la Fatuma ni binti mrembo, ni binti mstarabu, ni binti mwenye upendo sana katika kijiji, ni binti mwenye mahaba yake katika kijiji hicho. Lakini binti huyo alikuwa anasumbuliwa na maradhi yaliyomfanya amelala kitandani ndani ya wiki 3 bila kuamka. Katika kijiji hicho, vijana wengi waliamini kazi za nyumbani ni kazi za mwanamke. Hivyo basi walishangaa sana kumuona Kisokito akifanya kazi za nyumbani tena nje ya nyumba yake. Lakini Kisokito hakujali maneno yao, hakujali kejeli zao, hakujali ni nini wanaongea. Aliendelea kufanya kile anachokifanya ni kwa ajili ya kuonyesha mahaba kwa mke wake. Kisokito alipika, Kisokito alifua, Kisokito alifagia kwa ajili tu ya kuonyesha mahaba kwa mke wake mgonjwa. Kisokito hakuonyesha tofauti yoyote. Hicho ndio kilichomfanya vijana wengi wa kijiji hicho kumkejeli, kumsema na kumdhihaki. Maneno makali yaliyotoka kinywani kwa wale vijana hayakumfanya Kisokito kuteteleka na kuacha shughuli ambayo alikuwa anaifanya. Vijana waliongea vitu ambavyo vilimfanya Kisokito kuumia moyoni, lakini hakuonyesha usoni. Lo, Kisokito, yuko wapi mke wako? Tazama, unapika mwenyewe. Umeishiwa pesa, mwanamke amekukimbia. Yu wapi Fatuma, Kisokito? Yu wapi mke wako kipenzi uliokuwa unatamba naye mtaani, Kisokito? Kisokito hakutaka kusikiliza nini wanasema. Aliangalia nini anafanya na kuendelea na shughuli yake. Vijana hao wachache wa kijiji cha Mwakisandu hawakuridhika kabisa kile kitendo ambacho alichokuwa anakifanya Kisokito. Walichoona, wakaona waende moja kwa moja kwa kaka yake Kisokito, waende kumtaarifu hizi taarifa. Lo, wamekosea. Lo, wameongopa. Lo, walichokisema si uhalisia wa Kisokito. Taarifa zilimfikia Mr. Sumbo. Mr. Sumbo ambaye ni kaka wa Kisokito akazipata taarifa. Kaka, unajua Fatuma amemkimbia Kisokito? Kisokito mdogo wako ameishiwa pesa. Kisokito mdogo wako ameishiwa ufundi. Kisokito mdogo wako yuko nje anapika, vijana wote wa kijiji wanamuona. Aibu anatutia vijana wa kijiji hichi. Kisokito mdogo wako amekimbiwa na Fatuma, binti mrembo wa kijiji. Lo, kaka, sema na mdogo wako, mueleze mdogo wako, mtaarifu mdogo wako. Vijana wa kijiji hichi ni shupavu, hatupaswi kudhalilika kiasi kile. Vijana hao waliongea, wakacheka, wakakebei na wakaondoka. Mr. Sumbo aliumia sana kwa kuwa aliona ni fedheha kubwa imeletwa kwenye familia yao. Akaamua kuondoka moja kwa moja Mr. Sumbo kuelekea kwa bosi wa Kisokito, Mr. Ngoda. Nini kitaendelea kwa Mr. Ngoda? Nini ataamua Mr. Ngoda baada ya kupata hii taarifa? Mr. Ngoda atatoa uamuzi gani kwa Kisokito? Endelea kunifuatilia, endelea kubaki kwenye peji hii Antaji.
nitakujuza mpaka mwisho.